Ushaifika mahali unakabiliwa na jambo fulani ama changamoto fulani, alafu unafika kabisa, umejaribu kutafuta msaada wa watu, umetumia njia zote, umetumia pesa nyingi, umepigia watu simu, yani umefanya kila kitu, lakini bado hupati suluhisho. Uko pale pale mpaka unajiuliza, now nifanye? Yani umefanya everything ambayo ni humanly possible, umefika mwisho unajiuliza, what will I do? That is my story today. Karibu kwa story time. Naitwa Douglas Omariba. On our story time today, nataka tumwangalie mfalme ambaye anaitwa Hezekiah. Hezekiah wengi wetu tunamjua kwa sababu ya maombi ambayo aliyafanya ya nguvu sana, wakati anapokea ujumbe wa matusi. Yani jamaa limetusi si watu peke yake, ufalme wa Yuda, lakini ametusi hadi Mwenyezi Mungu, mpaka anawaambia hakuna kitu ambacho kinaweza kuwasaidia. Mshaona mtu kama hiyo kiburi, ambaye anasema tutaona nani atawasaidia. Ama mko kule nyumbani, alafu kuna ule jirani ambaye mnasumbuana, alafu anawaambia tutaona, ati sio mtoto wako amepita vizuri, tutaona. Hizo vitisho si tunavijua. Sasa kuna mfalme ambaye alikuwa anaitwa Senakeribu. Huyu ni mfalme wa Ashuru. Sasa Ashuru ilikuwa ni taifa ambalo lilikuwa na nguvu sana ya kijeshi. Yaani wakati huo, enzi zile, Ashuru ndio ilikuwa taifa ambayo inaogopewa sana na watu, kwa sababu jeshi yao ilikuwa imara sana. Zile silaha za vita walikuwa nazo kali sana. Sasa na unajua Waashuru walikuwa wanapatikana kule Iraq. Nafikiria ni eneo la kaskazini Iraki ya sasa. Na unakumbuka their capital city ilikuwa inaitwa Nineveh. Hii Nineveh ndio ile ambayo Yona anatumwa na Mwenyezi Mungu aende, alafu anakataa. Mbona Yona alikuwa anakataa? Miongoni mwa sababu ni hizi, kwamba watu wale walikuwa ni hatari sana. Yaani watu ambao walikuwa wanapenda kumwaga damu. Sasa mpaka ndio Yona alikuwa anaangalia hivi, anasema, Mungu, yani unanituma kwa wale watu ambao wanafaa kuangamiza wote. Anyway, that is not the story. Umewaelewa sasa Ashuru ni kina nani? Wakati huu wa utawala wa mfalme Hezekiah, wamepiga mataifa mengi sana. Nakumbuka wakati huu Israeli, mataifa yale 12 yalikuwa yamegawanyika. Kuna mataifa ambayo yalienda kaskazini, kuna mataifa ambayo yalisalia kusini. Sasa walipoenda kule kaskazini, huyu mfalme Senakeribu na Waashuru wakaua wale Wanaisraeli karibu wote. Waliobaki walitoroka wakaenda katika nchi zingine, wakaoana na makabila mengine, yani they were lost. Sasa inabakia jamii ya Yuda ndiye ambao wako imara. Sasa mfalme Senakeribu anamtumia waraka Hezekiah, anamwambia hivi, tunakuja vita. Actually hata amwambia tunakuja vita, anamwambia tunakuja kuwapiga, because they were very strong. Mfalme Senakeribu, of course, kawaida kama binadamu yeyote, anaogopa. Anamtumia ujumbe, anamwambia mfalme Senakeribu, nimekosea, lakini tafadhali nisamehe. Taja kila kitu ambacho unataka, nitakupea, lakini mimi na watu wangu tafadhali niwachane. Mfalme anamwambia fanya hivi, nataka pesa, nataka dhahabu. Alafu anataja kiasi kikubwa sana. Lakini Hezekiah ni nani? Anaenda kwa ile palace, anatafuta fedha na dhahabu yote iliyokuwa, anajaza. Anaenda hadi kwa hekalu, anachukua pesa ilikuwa huko, anaweka. Anachukua ile dhahabu mpaka yenye ilikuwa imefungia milango hapa, anachukua yote, anaweka, anapeana, anasema pelekea mfalme Senakeribu atuachane. Najua wengi tumefanya hivyo. Mtu anakusumbua mpaka unamwambia sema tu chenye unataka nikupee, lakini uache watoto wangu. Na ukiona kwa mfano mzee amefikia mahali anasema, anaambia mtu we sema chenye unataka, lakini uiache familia yangu, hiyo mzee amefika mwisho. Na by the way, acha niposa hapo nikuambie, kama kuna mtu ambaye hufai kupigana na yeye, ni mtu ambaye kabisa yuko mwisho, yani ni dhaifu kabisa, anafika mpaka anakuambia mimi kabisa penye imefikia siwezani na wewe, na kuachia Mungu.
Usiwahi kubali mtu akuachie Mungu, kwa sababu najua Mungu atakufanya nini. Sikiliza kile ambacho kilifanyika. Mfalme Ashuru anapokea hivyo vyote, lakini anamwambia Hezekia aje, kipigo kiko pale pale. Sasa kana kwamba ni mchezo kule Jerusalem, Sennacherib anatuma wanajeshi wake, wana surround Jerusalem yote. Wako wanaimba wanasema, asubuhi tunamwaga damu, asubuhi tunaua watu. Kana kwamba hiyo haitoshi, Hezekia anaenda anamtafuta. Sasa unajua maji yanazidi unga. Hezekia anaenda anamtafuta nabii wa Mwenyezi Mungu, anauliza nabii, nisaidie, yani tunakufa hivi. Nabii anamwambia Isaya, niruhusu niende niombe kidogo. Anaingia naomba, anarudi anamwambia, Mungu amesema usikuwe na stress, au atadeal na wao. Hezekia anarudi, roho imetulia, angalau amepata hakikisho la Mwenyezi Mungu. Anapofika hata hajapumua. Sasa ndiye anapata barua ambayo ni mbaya sana. Inatoka wapi? Kwa mfalme Sennacherib wa Waashuru. Anamwambia hakuna kile ambacho kitakuokoa, hata huyo Mungu mnajisemanga na yeye hata kuokoa. Shaipata mtu mpaka anakuambia hii wokovu yako tutaona kama itakusaidia. You can relate. Sasa hapo Hezekia kabisa amefika mwisho, ametoa mpaka dhahabu ya hekalu, amepeana, hakuna kitu ambacho kimebakia. Anabeba ile barua, anaenda kwa ile hekalu ambayo alitoa vitu ndani. Anafika, anatandaza ile barua chini, alafu anaingia kwa magoti. Alafu kitu cha kwanza ambacho napenda sana, tulikizungumzia in our last story, kama haujaitazama rudi pale. Anaanza na kumsifu Mwenyezi Mungu. Anamwambia Mungu, wewe ndiye ambao unaweka wafalme, unatoa wengine. Mungu wewe ni mkuu. Anamwambia, anaabudu vile Mungu ni mkubwa. Unajua wakati mwingine huwa tunaangalia shida zetu, mpaka tunaenda kwa Mungu tunamwambia, Mungu naona vile hii shida ni kubwa. Mungu anataka tumuabudu vile yeye ni mkuu kuliko shida ambazo tuko nazo. Anapomaliza ndiye anamwambia sasa Mungu, angalia, kwa haya madhabahu nafaa nitoe kondoo wa kuteketezwa, lakini Mungu leo sina kondoo wa kuteketezwa, niko na hii barua. Sasa Mungu fanye hivi, kile ningefanyia kondoo fanyia mwandishi wa hii barua. Anatoka hapo ako na amani ya moyoni. Na unajua ni nini ambacho kinafanyika? Mungu anatuma malaika wake, hata si wanajeshi wa Yuda. Mungu anatuma malaika wake, anaenda anapiga wale Waashuru ambao walikuwa wamezunguka Yerusalemu wote, wanajeshi wote anawaua. Sasa wakati Sennacherib anasikia hiyo, anashangaa, wameuawa wote. Anakimbia nyumbani, anaenda kwa miungu wake, anawauliza, mumeruhusu aje aibu kubwa hivi inanitokea? Wakati amepiga magoti pale kwa miungu wake, watoto wake, damu yake wenyewe wanatokea. Waashuru nilikwambia hawa na kumwaga damu kwao ilikuwa kawaida. Wanaua baba yao. Just imagine. Kumbuka maombi ya nani? Hezekia akiwa kwa hekalu. Aliambia Mungu nini? Hapa ningekuwa naweka kondoo wa kuteketezwa, lakini sina kondoo. Sasa mwandishi wa hii barua deal pamoja na yeye. Did God do that? Usiwahi kubali mtu akuachie Mwenyezi Mungu. Na kama uko pale umejaribu suala fulani kabisa, umefika mwisho, muachie Mwenyezi Mungu. Na ukimwachia Mwenyezi Mungu, kuwa na amani ya moyoni. Jua kwamba Mwenyezi Mungu ataenda kudeal nayo. Na mwambie, najua Mungu labda hata aliondoa hivi mara moja, lakini mwambie akupee amani wakati bado uko pale. Ambia Mwenyezi Mungu akutie nguvu ya kuendelea kusimama, lakini moyoni ambia Mungu, deal na watesi wangu. God bless you.